Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha tena kukukaribisha katika kipindi hiki kizuri ambapo tutatafakari juu ya nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Nataka umchukue Roho Mtakatifu kama Mungu wa karibu au nafsi ya karibu au nguvu ya karibu. Roho Mtakatifu kwamba sio tu rafiki wa karibu, sio tu kwamba ni nguvu au anatoa nguvu, lakini kuwa rafiki yako wa karibu, kwa maana ya kwamba Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yetu anataka kuhusika kwenye maisha yetu yote. Anataka kuhusika kwenye maisha yetu yote, sio kanisani tu wala nje ya kanisa tu, sio kwenye huduma tu. Anataka ahusike kwenye maisha yetu, kwa sababu tunafahamu Roho Mtakatifu ni Mungu, na ikiwa ni Mungu, maana yake Mungu hawezi kuhusika kwenye sehemu moja tu ya maisha yako, anahitaji maisha yote. Ukiangalia yale majina Roho Mtakatifu anayopewa, anaitwa msaidizi. Anakuja kumsaidia nani? Yule ambaye anataka awe rafiki yake, ambaye amejenga urafiki, yeye anaitwa msaidizi, na kusaidia kwenye maono yako, kwenye malengo yako, kwenye huduma yako, kwenye kila sehemu ya maisha yako. Leo hii kuna hali ya kupuuza, hali ya kuchukulia kawaida swala la Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa unakuta mtu hata kiombewa hawezi kuendeleza ule uponyaji kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Unakuta huduma haina impact, haina matokeo kwa sababu Roho Mtakatifu hakuna. Uimbaji hauleti matokeo yenye nguvu yaliyokusudiwa. Nini tofauti ya huduma zetu? Nini tofauti ya uimbaji wetu na uimbaji wa kanisani? Moja tofauti ni uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, ambapo tunatoa kile chenye uvuvio, chenye nguvu, chenye utendaji wa Roho Mtakatifu kabisa. Biblia inaandika kwamba Paulo alipokuwa akiandaa kuhubiri kwa Wakorintho anawaambia, si kwenda kuhubiri kwa kuchunguza maneno yenu, maisha yenu, ama kwa maneno yangu ya kifalsafa, ya kihekima tu, ya kiufahamu, ya kiakili, bali yalikuwa na dalili zote za Roho Mtakatifu, ili msijengwe katika hekima yangu au msijengwe katika maneno yangu, bali katika nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi, hakisha msitoke Yerusalemu mpaka mmepewa nguvu, mmepewa Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu atakayewapa nguvu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunatakiwa awe ni maisha yetu, ndani yetu, kila wakati, kila mahali, kwenye kazi. Roho Mtakatifu anaitwa mshauri. Atakushauri hata kwenye biashara, hata kwenye mahusiano, atakushauri kwenye huduma, atakushauri nani ushirikiane naye na nani usishirikiane naye, atakushauri katika kila eneo la maisha. Kwa mfanye rafiki yako. Biblia inasema ya kwamba yeye Roho Mtakatifu anatusaidia namna ya kuomba. Ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ya 8, mstari wa 22 anasema anatusaidia namna ya kuomba. Mstari ile kuanzia ya 22 pale anasema anatusaidia namna ya kuomba. Nini? Kumbe Roho Mtakatifu anataka awe msaidizi wetu. Kwa tunapoacha kando, maana yake tunaacha msaidizi. Anataka kutusaidia hata namna ya kuomba. Leo hii watu wanaenda kuomba, lakini ukisikiliza maombi kimsingi haombi. Nini? Roho Mtakatifu amepungua. Roho Mtakatifu yuko kwenye maisha yake. Roho Mtakatifu hahusiki. Kwa hiyo tunachokuambia hapa ni kuhakikisha umehusisha maisha yako na Roho Mtakatifu. Kuna nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maono yako. Kuna nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye malengo yako. Kuna nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye utendaji wako. Kuna nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako ya wokovu. Maisha yako ya wokovu huwezi kushinda. Biblia inasema tukienenda kwa Roho hatutazitimiza kamwe tamaa za mwili. Maana yake nini? Maana yake lazima tujazwe nguvu ya Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu atusaidie. Kwa maneno mengine, tunapookolewa, Mungu anatarajia tunakuwa na wiring mpya, ambayo hiyo wiring inaongozwa. Mfumo huo wa hiyo wiring mpya, tunapokuwa tumeokoka, inaongozwa, inaelekezwa na Roho Mtakatifu. Tunabaki ni fulani yule yule, ni James yule yule. Umbo la nje linaonekana vile vile, lakini wiring ya ndani imebadilika kabisa. Wiring ya ndani imebadilika. Sasa hiyo wiring inabadilikaje? Inahusikaje? Ni kwa Roho Mtakatifu. Yeye anaoperate ndani yetu, wakati badala ya kuoperate kwa kawaida katika maisha, ule mwili kuoperate, kutenda kazi kama mwili, lakini yeye anaoperate, kwa anatengeneza nguvu itakao kuwezesha
kushinda mwili, kushinda matendo ya kimwili, kushinda tamaa za kimwili, kushinda fikra ambazo zinakuja zinapambana na wewe kwenye fikra zako, zinakuonesha umuhimu, zinakuonesha kushindwa. Roho Mtakatifu anakuonesha uwezekano. Roho Mtakatifu anakuonesha kwamba unaweza kufikia mahali pale, maana yupo kukusaidia, yupo kukushauri, yuko na wewe, yuko ndani yako, anakaa ndani yetu, sio jirani yetu, sio tu pembeni yetu, sio nje yetu, sio tutakayempigia simu. Yeye anakaa ndani yetu, maana yake yeye amechagua maisha yetu kuwa pamoja, maisha yake kuwa pamoja na sisi, na sisi tu Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu katika maisha yangu tutaona udhihirisho na utendaji wa Mungu katika maisha yetu, maana Roho Mtakatifu atatusaidia hata kuelewa mafumbo ya Mungu, hata kuelewa yale mambo magumu kabisa ambayo mchungaji wako hawezi kutatulia. Vioni huwezi kupata majibu, mahali popote huwezi kupata jibu, lakini Roho Mtakatifu yupo kufunulia. Anasema yeye atawafunulia wale ambao Roho Mtakatifu anapokana, atawafunulia hata mafumbo ya Mungu kwa Roho wake, kwa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Usiache kufuatana tena nami katika kipindi kingine. Mimi naitwa Boniface Rutuku. Unaweza kuandika hivyo kwenye WhatsApp, kwenye YouTube, na utakuwa umenipata. Na kwenye Instagram hali kadhalika. Pia unaweza kupiga simu ya 0688011966 ama ukanitafuta kwenye WhatsApp 0765011966. Unaweza kunipata kwenye mitandao hiyo ya kijamii. Naamini kabisa Mungu kuna kitu ambacho amekupatia, na kishike hicho, kiendeleze na utabarikiwa. Amen.